kazi, lakini akakutaka wewe kimwili. This is Dar es Salaam. Ladies and gentlemen, welcome to Dar es Salaam City. Mimi nilikataa kwa kweli kwa Zamartaba. Karibu tena kwenye mwendelezo wa mnyororo huu wa siri nzito za jiji la Dar es Salaam, mahali ambapo tabasamu la picha za Instagram linaweza kuwa limebeba maumivu na kafara za kutisha. Kabla hatujazindua pazia la leo, hakikisha umesubscribe, umelike na kushare simulizi hii kwa kila unayemjali. Tazama mpaka mwisho, maana leo tunavuka mpaka wa kile unachokiona kwenye TV na kuingia kwenye maisha halisi ya watu unaowaabudu. Kuna hoteli moja ya kifahari maeneo ya Rasi ya Masaki ambapo gari la thamani ya shilingi milioni 200 linaegeshwa kila Alhamisi saa 8 za usiku. Ndani yake anatoka mwanadada mrembo, star mkubwa wa filamu au muziki, akiwa amejifunika utandui usoni. Haendi kulala, anaenda kukutana na jopo la wazee 4 wanaomsubiri kwenye chumba namba 303. Hapa siri sio ngono pekee, bali ni mkataba wa damu wa kuendelea kuwa kileleni mwa umaarufu. Episodi hii ya 6 inakwenda kukufunulia siri za biashara ya mapenzi na madaraka. Katika jiji hili, kupanda chati sio kipaji pekee, ni mchezo wa hatari unaohusisha miili, siri za serikali na ndumba za viwango vya juu ambazo huwezi kuziamini. Kabla tujazama kwenye undani huu wa kusisimua na kuogopesha, kwa yoyote anayeguswa na juhudi hizi za kusema ukweli huu mchungu na kusaidia jamii, unaweza kuchangia chochote kupitia namba ya M-Pesa 0763003750. Michango yako inakwenda moja kwa moja kusaidia watoto mayatima 3 ninaowalea hapa jijini, na lengo ni kufikia wengi zaidi kupitia mauzo ya simulizi hizi za kweli. Asante kwa moyo wako wa huruma. Dar es Salaam ina kitu kinaitwa The High End Spiderweb. Huu ni mtandao wa siri unaowaunganisha wasichana warembo zaidi mjini, maarufu kama socialites, na wanaume wenye mamlaka makubwa serikalini na kwenye makampuni ya kimataifa. Lakini huu sio mapenzi ya kawaida. Hawa mabinti wanatumika kama intelligence assets au majasusi wa siri. Wanatumwa kwenda kulala na watu fulani ili kunasa siri za biashara, mikataba ya mafuta au hata kurekodi video za siri, ngono, zinazotumika kuwatishia, blackmail, viongozi hao wasitoe maamuzi yanayoenda kinyume na maslahi ya matajiri wa giza. Kuna kisa cha kweli cha binti mmoja ambaye alikuwa video queen maarufu. Alizawadiwa nyumba kule Mbezi Beach na gari la kifahari. Kila mtu alimtamani, lakini siri yake ilikuwa mbaya. Ili aendelee kuwa na mvuto ule, alipewa sharti la kwenda kwa mganga mmoja kule visiwani vya Unguja kila baada ya miezi 3. Sharti lilikuwa ni kuoga maji yaliyochanganywa na majimaji ya maiti ya mtoto mchanga. Siku alipochelewa kwenda kufanya matambiko hayo, ngozi yake ilianza kuharibika ghafla mbele ya kamera, na ndani ya wiki moja alipoteza kila kitu. Leo hii anazurura mitaani akiomba msaada, na hakuna staa mwenzake anayethubutu kumtaja. Pia kuna siri za vyumba vya mikutano. Katika jiji hili kuna vyeo vinatolewa si kwa sababu ya vyeti vya chuo kikuu cha Mlimani, bali kwa sababu ya sadaka ya kitanda. Lakini hapa ni zaidi ya ngono. Kuna mfumo unaitwa kukabidhi nyota. Mfanyakazi wa chini anapoona anachelewa kupandishwa cheo, anaelekezwa kwa mtu maalum maeneo ya Kinondoni Manyanya. Huko anafanya tambiko la kutoa uwezo wake wa kuzaa, uzazi, kama badala ya kupata madaraka makubwa kazini. Ndio maana utaona watu wengi wenye vyeo vikubwa na utajiri Dar es Salaam wanaishia kuwa na maisha ya upweke bila watoto, au watoto wao wanakuwa na matatizo makubwa ya akili. Hata hawa power couples unawaona kwenye mitandao wakipeana zawadi za magari na maua, wengi wao ni mikataba ya kibiashara tu. Wanalipwa na makampuni makubwa au watu wenye maslahi yao ili kutengeneza picha ya maisha ya Dar Life, ili kuwafanya vijana waendelee kuwa na ndoto za kijinga huku wakiendelea kutumikishwa. Nyuma ya pazia, wengi wao wanapigwa, wanadhalilishwa, na wengine wanalazimika kushiriki kwenye michezo michafu ya kingono na matajiri wa nje ya nchi ili tu kulipia kodi za hayo majumba wanayopiga picha.
Dar es Salaam ni jiji linalouza matumaini hewa. Unamwona binti anashuka kwenye gari la thamani, moyoni anajua kwamba usiku uliopita alilazimika kufanya mambo ambayo mwanadamu yeyote mwenye utu hawezi kuyafanya. Unamwona kiongozi anahutubia kwa mamlaka, kumbe amewekwa mfukoni kwa binti mdogo mwenye video yake ya siri ambayo ikivuka, heshima yake inafutika ndani ya sekunde 5. Hiyo ndiyo mzunguko wa maisha ya giza kwenye jiji letu. Mapenzi yamekuwa biashara na madaraka yamekuwa ni matokeo ya kafara na usaliti. Kila hatua unayopiga kwenye lami ya Posta unakanyaga siri za watu walioamua kuuza utu wao ili wapate heshima ya muda mfupi. Usiache kufuatilia episodi ya 7 ambapo tutaingia kwenye siri za nyumba za yatima na biashara ya huruma, jinsi macho ya watoto yanavyotumika kujenga majumba ya kifahari. Hapo ndipo utajua kwamba hata msaada wako wakati mwingine unaishia kwenye mifuko ya matapeli wa kimataifa. Kumbuka kusubscribe, kulike na kushare video hii ili tuendelee kuufichua ukweli huu mchungu. Kama unaguswa kusaidia watoto mayatima wa kweli ninaowalea hapa jijini, namba ni M-Pesa 0763003750. Michango yako inakwenda moja kwa moja kusaidia watoto mayatima wanaohitaji kweli. Tukutane kwenye episodi inayofuata. Zamarktaba.